Hii ni simulizi ya mchungaji ambaye anakula waumini wake. Kabla ya kujua imefikaje akawa anafanya hivyo, tulianza na kuitazama historia ya maisha yake na jinsi alivyokutana na Kevin. Kama haujatazama episodi ya kwanza, ingia hapo katika akaunti yetu utaipata. Imeshaangaliwa na maelfu ya watu. Tuliishia Frankie amepelekwa msituni. Akatakiwa aingie pangoni huku akikabidhiwa gagulo jeupe avae na Kevin akiwa amevaa jeusi. Hii ni sehemu ya pili. Kabla hatujaendelea, hapo chini pana kialama kama hiki. Kiguse hicho kialama, utatisha sana. Pia kuna comment hapo. Tuandikie jina lako na utuambie unafurahia simulizi zetu ukiwa pande zipi. Mfano unaweza kuandika mimi ni Kalidushi. Nafuatilia simulizi hizi kutokea Mwanza, Tanzania. Karibu. Frankie hakuwa na namna. Alipokea gagulo ambalo Kevin alimpatia. Wote wawili wakaingia ndani ya pango la kutisha. Ndani kulienea kiza kizito. Kiza kilichomfanya Frankie atetemeke. Lakini Kevin akamwambia atulie, asiwe na wasiwasi wowote. Walikwenda mpaka walipokuta moto mkali na mkubwa unawaka mbele yao. Frankie aliogopa kwenda. Kevin hakuonekana kuwa na wasiwasi. Aliendelea kuongoza njia. Frankie akajibana nyuma ya mgongo wake. Kevin akamwambia Frankie, huo moto ndio njia ya kuingia ndani ili kufuata utajiri, na anapaswa kurudia kuyatamka maneno ambayo yeye atayatamka. Kisha akunje mikono yake. Kevin akaanza kusema, shetani nakuja mja wako, shetani nakuja mja wako. Kevin aliyarudia maneno hayo huku akiwa ameyafumba macho yake na akapenya katikati ya moto bila kuungua chochote kile. Frankie aliyekuwa akikitazama kitendo hicho akawa amebaki nyuma huku sauti yake ikiwa inatetemeka, naye akaigiza yale ambayo Kevin alikuwa akiyatamka. Shetani nakuja mja wako, shetani nakuja mja wako. Hatimaye akaingia katika moto ule na kuuvuka. Hakuhisi kuungua wala joto. Akawa ametokea upande wa pili na kumkuta Kevin. Walikuta kiumbe mwenye mapembe makubwa ambaye alikuwa ameketi huku vijito vya moto vikiwa vinawaka upande wake wa kulia na wa kushoto. Kevin kumuona tu kiumbe huyo akapiga magoti na kuinamia. Frankie hakuelewa. Kevin akampa ishara ainame chini na yeye basi akafuatisha vile alivyofanya mwenzake. Yule kiumbe alianza kuzungumza kwa sauti kali ya kutisha, mfano wa radi. Umeniletea mtoto mwingine, lakini namuona kama hayuko tayari mimi niwe baba yake. Kevin akiwa ameinamia vile vile alijibu, yuko tayari baba, yuko tayari, amenithibitishia yuko tayari. Yule kiumbe akauliza, ulishamwambia masharti ya kuwa mtoto wangu? Ulishamweleza nini nataka afanye? Kevin akajibu, hapana baba, lakini na uhakika nikimwambia hata kataa. Frankie alikuwa anayasikia mazungumzo haya. Mwili wake ulikuwa ukimtetemeka na jasho jingi kumtoka akiwa pale chini. Yule kiumbe wa ajabu akamuita, Frank. Frankie alishtuka, akainua uso wake na kutazama kule alipoitwa. Alishangaa imekuwaje kiumbe huyo amelifahamu jina lake. Alimeza mate ya wasiwasi na kuitikia, naam. Yule kiumbe akacheka. Alicheka kwa sauti yake ile ile yenye kukera, kisha akanyamaza hapo hapo na kuanza kukaripia. Ukiniongelesha kuanzia sasa unapaswa uniite baba, sawa? Unatakiwa uniite baba, unanielewa? Frankie aliitikia, ndiyo nani? Kiumbe akafoka. Frankie kwa sauti yenye kutetemeka akarekebisha kauli yake, ndiyo baba. Yule kiumbe alianza kucheka. Alicheka sana na kumwambia, nakupa nguvu kuanzia sasa. Chochote utakachokifanya kitakupa matokeo makubwa. Kevin alimgusa hapo hapo na kumwambia jamaa aitikie amin. Frankie akaitikia amen. Yule kiumbe akawataka waondoke haraka sana. Ajabu ni kwamba muda wa kurudi ule moto haukuwepo kabisa. Njia ilikuwa ni nyeupe. Wakaanza safari ya kurudi walipotoka huku giza likiwa limeshaingia. Frankie alikuwa amekasirika mno. Wakiwa ndani ya gari alizidi kulalamika kwa kumwambia Kevin ni kwa nini hakumweleza tangu mwanzo kuwa safari hii ni kuelekea kwa shetani, kwa sababu angejua ni hivyo angekataa. Kevin hakujibu.
aliendelea tu kuendesha gari lake huku akitazama barabarani. Frank kitendo hicho alikiona kama ni dharau kwake. Akaanza kulalamika tena. Ni kama umeamua hivi niongee peke yangu kaka. Sawa, haina shida. Mjinga mimi. Naomba unirudishe kwangu. Sitaki tena mambo yenu ya utajiri. Hapo Kevin akamuitikia. Sawa, lakini kabla hujarudi nyumbani kwako, jaribu kwenda sokoni, uza mahindi yako. Kauli hiyo ikamfanya Frank acheke kwa dharau. Yaani wewe bwana, usiku huu saa 3 hii unasema kabisa nikafungue biashara, halafu nitamuuzia nani? Bibi yako au? Hebu usifanye niongee mambo yasiyofaa. Nirudishe kwangu nikapumzike. Kuna namna kauli hiyo haikumpendeza Kevin. Alidharauliwa, lakini aliamua kujituliza huku akiwa na uhakika na kile ambacho ametoka kukifanya hakiko mbali kujitokeza mbele ya macho ya Frank. Alimrudisha pale pale alipomchukua mwanzo, sokoni. Akamwacha na kuagana naye. Hakumpa hata shilingi 100. Na alifanya hivyo kwa makusudi kabisa. Frank hakuwa na pesa, lakini pia alihisi njaa. Na ili apate fedha ya chakula, ilibidi auze mahindi kidogo. Alienda kuchukua vitu vyake na kuanza kuchoma. Baada ya muda mfupi, alishangaa kuona kundi la watu limemzunguka likihitaji kununua mahindi yake. Watu walijaa, walipigana vikumbo wakigombania mahindi ya Frank. Mwishowe mzigo wote ukaisha. Lakini bado watu walihitaji kuona wanayapata mahindi ya Frank. Kulikuwepo na wauzaji wengine. Frank akajaribu kuwaonyesha wateja hao kwamba waende kwenda kuchukua mahindi kwao. Wanunuzi waligoma, walidai hawawezi kuchukua mahindi sehemu nyingine kwa sababu yeye anachoma vizuri. Haya yalikuwa ni maajabu kwa Frank. Na haukuwa mwisho wa maajabu hayo. Baada ya kuhisi huenda ilikuwa ni bahati tu, kesho yake akachukua mizigo 2, lengo likiwa ni kwenda kujaribu ikiwa kilichotokea usiku kingeweza kujirudia. Frank alikutana na hali ya kushangaza. Alikuta msururu wa watu ukiwa umepanga foleni ndefu mbele ya jiko lake. Alishtuka na kuogopa. Ilibaki kidogo akimbie, lakini alishangaa kuona watu hao wakimgeukia na kuanza kupiga makofi huku akishangilia kwa kupiga kelele. Mahindi yamekuja! Mahindi yamekuja! Frank akasimama kwanza, kisha akauliza, kuna nini? Wale walikuwa karibu wakamwambia kuwa watu wote ambao wako hapo wanasubiri mahindi yake. Ama hakika haya yalikuwa ni mapinduzi makubwa kwa Frank. Biashara ilimea na kulipuka. Wateja walifurika. Hakuweka jiko moja tena, akachukua 2, kisha 3. Akatafuta vijana na kuwaajiri. Kevin hakuonekana tena mpaka jioni moja alipokuja na gari lake mbele ya biashara ya Frank ambayo ilishatanuka na kuwa kubwa ndani ya wiki 2 tu. Alikuja kumuuliza anaonaje mabadiliko ya mauzo, anataka abaki nayo au nguvu zirudishwe kwa shetani na aporomoke arudi awe kama zamani. Frank hakuwa tayari kurudi kwenye umasikini. Alitaka kuendelea kuwa muuzaji mahindi mashuhuri kwa sababu maisha yalikuwa yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kevin akamwambia asijali, hawezi kuzichukua nguvu hizo, lakini amefika hapo ili kumpa ushauri wa maana sana. Alimueleza kuwa biashara ya mahindi itampa pesa, lakini anatakiwa ajue kuwa ndani yake kuna nguvu kubwa ambayo inaweza kumpa mamilioni ndani kwa muda mfupi. Shilingi 500 za mahindi haziwezi kumfikisha popote. Frank ambaye tayari alikuwa ameshanogewa na pesa nyingi aliuliza kwa shauku, ni biashara ipi hiyo? Kevin akiwa ndani ya tabasamu kubwa alimjibu, fungua kanisa.